Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu, ndugu zangu Waislamu. Na leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema, kwa kutujalia kuamka kwetu salama. Kiukweli tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, sifa njema zote anastahili yeye pekee. Ndugu zangu Waislamu, na leo tutaenda kuangalia kati ya zile siri 25 za Bismillahirrahmanirrahim. Basi leo tutaenda kuangalia siri ya 4, ya 5 na ya 6. Yaani namaanisha kati ya siri 25 za Bismillah. Basi leo tutaenda kuangalia siri ya 4, ya 5 na ya 6. Ndugu zangu Waislamu, kiukweli ukiwa ni mtu mwenye kushika ibada sana, kutenda mema, kiukweli Mwenyezi Mungu atakuwa anakunyoshea mambo yako. Unaona, Mwenyezi Mungu atakuwa anakunyoshea mambo yako. Mwenyezi Mungu atakutengenezea riziki, atakutengenezea baraka, atakutengenezea neema mpaka wewe mwenyewe utasema hivi ni mimi kweli? Hivyo ndugu zangu Waislamu, tutaenda kuangalia siri ya Bismillahirrahmanirrahim, siri ya 4. Siri ya 4 inasemaje sasa? Unaambiwa yeyote atakayeandika mara 1000, yeyote atakayeandika mara 1000 neno hili. Hivyo ndugu zangu Waislamu, unaambiwa yeyote atakayeandika neno hili la Bismillahirrahmanirrahim hili. Sasa katika siri ya 4 unaambiwa na yeyote atakayeandika atakayeandika mara 1000 katika karatasi nyeupe, halafu mtu huyo akaibeba karatasi hiyo. Unaona, basi mtu huyo atakuwa atakuwa mwenye kutisha mbele ya maadui zake. Ndugu zangu Waislamu, haya mambo ni mazito. Hivyo basi, yani wewe kama una yakini ya kutosha, hebu fanya hiki kitu hiki. Yani wewe kama unajijua kabisa, ise jamani, mimi na maadui zangu fulani na fulani, unaona, ukaandika neno hili la Bismillahirrahmanirrahim katika karatasi nyeupe. Kisha karatasi hiyo fanya kuibeba au iweke mfukoni. Wallahi adui yako yoyote anayekufanyia ubaya, yani utamuona tu kwa dalili zake. Yani kwanza atakuwa anakuogopa. Hivyo basi ndugu zangu Waislamu, tunarudia tena, atakayeandika maneno haya mara 1000 katika karatasi nyeupe, alafu mtu huyo
akaibeba karatasi hiyo, basi mtu huyo atakuwa ni mwenye kutisha mbele ya maadui zake, na atapendwa zaidi na vipenzi wake, na atakuwa mkarimu na mwenye kuheshimiwa na watu. Ndugu zangu Waislamu, kwanza kabisa kingine, utakuwa ni mwenye kuheshimiwa na watu, utapendwa zaidi, yani utapendwa zaidi, yani utakuwa unajishtukia, hivi mbona jamani watu wananipenda hivi Basi tuachane na hiyo, tunaenda siri ya 5. Ndugu zangu Waislamu, naihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu. Mimi haya mambo nayafanyia kazi kiukweli. Huwa napenda sana kutaja haya mambo, yani huwa napenda sana kutaja jina la ili la Mwenyezi Mungu. Napenda kutaja yale majina 99 ya Mwenyezi Mungu. Kiukweli yananipa matokeo. Ndugu zangu Waislamu, yananipa matokeo. Ndugu zangu Waislamu, siri ya 5 ya Bismillahirrahmanirrahim. Unaambiwa sasa, yeyote atakayesoma Bismillahirrahmanirrahim, tuachane na masuala ya kuandika. Unaambiwa yeyote atakayesoma neno Bismillahirrahmanirrahim, atakayesoma mara 66 mwisho mwa kila swala ya faradhi, akafanya huo ndio uradi wake wa kila siku, basi Mwenyezi Mungu atampa mtu huyo tabia iliyokuwa nzuri kabisa. Yani wewe utajishtukia tu, basi hivi mbona mimi na tabia iliyo sahihi kabisa, na tabia nzuri. Yani hata watu wanaokuzunguka basi watakuwa wanakuona yule kijana, yule binti ni mkalimu, ana tabia nzuri sana. Unaona? Narudia jamani tena, tuachane na masuala ya kuandika. Hii tunaenda kwenye kusoma sasa. Yeyote atakayesoma mara 66, yani unaweza ukachukua tasbih yako hivi, basi ukaanza tu kusoma Bismillahirrahmanirrahim, 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 mpaka mara 66. Unaona? Mwa kila swala ya faradhi, yani unavomaliza tu swala yako ya faradhi, basi unakaa unaanza kusoma Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim mara 66. Unafanya hivyo kila siku jamani. Tuwe ni watu wenye kupenda ibada. Tufanye ibada jamani, tufanye ibada. Ibada inafungua mambo mengi. Ibada inafungua riziki, ibada inafungua baraka. Ibada inafungua kila kitu jamani, kila kitu. Ndugu zangu Waislamu, tupende sana. Hivyo basi tunaendelea katika siri ya 6. Unaambiwa na hii, yeyote atakayeisoma Bismillahirrahmanirrahim kabla ya kulala mara 50, basi Allah atampa mtu huyo ulinzi wa hali ya juu kabisa kutokana na maadui zake mbalimbali. Jamani, wewe kama unasumbuliwa na uchawi, yani watu wanakutumia uchawi, adui yako anakutumia uchawi mpaka wewe mwenyewe unasema sijui yani inakuaje uchawi, basi soma Bismillahirrahmanirrahim. Chukua uradi wako na tasbih yako hivi, soma, yani kabla ya kulala soma hii Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim mpaka mara 50, alafu lala. Wallahi wewe kama ulikuwa unaota sijui unafanya hivi, hivi na hivi, basi hayo mambo yatakwisha kwa hizini ya Allah pekee.
mchawi yote atakaye kufanyia tena upumbavu. Hakuna mchawi yote atakaye kufanyia ushirikina wala ujinga wa aina yote ule. Ndugu zangu Waislamu, tuzingatie sana haya mambo jamani, tuzingatie sana haya mambo. Hivyo basi ngoja tu niongezee siri ya 7 ya Bismillahirrahmanirrahim. Unaambiwa siri ya 7 ya Bismillahirrahmanirrahim, yeyote atakayesoma Bismillahirrahmanirrahim mara 50 mbele ya hakimu au kiongozi yoyote mjeuri, basi Mwenyezi Mungu atampa haiba mtu huyo, na ataingiza Mwenyezi Mungu uoga mkubwa katika moyo wa kiongozi huyo au hakimu huyo mjeuri. Jamani, nimewapa hii jamani, nawapa hii siri ya 7 hii. Yeyote atakayesoma Bismillahirrahmanirrahim mara 50 mbele ya hakimu au kiongozi yeyote jeuri, soma hii, warahi ukiwa na yakini kabisa unashinda kesi. Ndugu zangu Waislamu, naombeni tuishie hapo siri ya 7, basi tutaendelea na siri ya 8 ya Bismillahirrahmanirrahim. Ndugu zangu Waislamu.